Nyakora mogi joang oyawre kendo machiegni wantiere karaka chenro mara mbaka oromo dhi nyime ka watemo rango kendo anono gik mopogore opogore mosebedo katimore e kindwa kaka oganda. Nitie gik mathoth ahinya nyakora mogi joang mosebedo kae kamako chuny oganda to ahinya jogo mosebedo kacha ka penjore ni en ang'o matimore tok sir ne omenda ma ichiwo ne oganda mopogore opogore osebedo kae kakadhe nyakora mogi joang kendo kiny ma kawuono an gi mor ni mar bedo kae katwak kod oganda wa mabiro dago go mbaka achiel kachiel okinyi ma kawuono mabiro bedo kae ka warango wito sir ne riwruoge kata ne ji mopogore opogore mano tok chike ko mano wuok e piny mano mar Amerika mano tok jatend piny makono Donald Trump lando ne sir ne riwruoge mamoko nya bedo kanyo kae ng'ato nya jogo mano sebedo ka tiyo kod riwruogni mano mar USAID mabende nyaka sani nyakora mogi joang ka weche thoth mabiro bedo kae ka warango kendo watwak godo achiel kachiel okinyi ma kawuono dhi bedo kae kod welo ariyo mabiro dhi bedo kwa twak godo achiel kachiel ka dhi bedo kanyo kod apisa mochung'ne chenro mag thieth e kaunti ma Homa Bay mano daktari Kevin Osuri mabiro dhi bedo kwa twak godo nitie jogo maduoko e tich e kaunti ma Homa Bay to chenro gi duto en ang'o masomo iye ka tere ka wanyalo chung' kaka oganda. Kawuono bende antiere kae kod jal mano mawuoka e riwruok mano mar Kisii County Youth Development Forum mabende wadane mondo mi warangane kama gin bende gitiyo kata ka gitwak achiel kachiel kod jopiny ka antie ka kod Kevin Mosomi mabende abu miyo thuolo mar mondo mi ang' omoswa nodhi ne yo machal nade kata gik mathoth mosebedo kae ka otimo. Kevin Mosomi, habari ya asubuhi, na ukiwa kaunti ya Kisii tueleze tu kwa ufupi ama kwa urefu. Tuko na The All Show na tungependa kusikia story yako ni gani kuhusiana na kazi na kupoteza pengine mapato kutokana na changamoto kutoka nchi za Marekani. Kevin, karibu. Asante sana na nashukuru kwa wakati kama huu kupata nafasi kama hii asubuhi ya leo. Kwa majina naitwa Kevin Mosomi. Nimesimamia shirika la Kisii County Youth Development Forum ambalo ni shirika ambalo limekusanya mashirika mengine yasiyo ya kiserikali ambayo sasa sisi ni kama umbrella that ina lead some. So kwa muda mrefu sana tangu mwaka wa 2018 ambapo nilichaguliwa kuwa rais wa vijana katika kaunti ya Kisii. Nilipoingia ofisi ndo tulikuwa tunafanya kazi tofauti na shirika la USAID. Shirika hili la USAID lilikuwa ni shirika ambalo kabisa lina that they partnered with us, they could partner with us kwa programs mingi sana. Moja yao ilikuwa inaitwa Tusome program. Hii ni early childhood learning program ambayo ilikuwa inaona kama wale watoto wa grade 1 to 3 wanaweza soma na kufanya hadithi. Kwa hivyo kama hii program ya Tusome imekusanya vijana wengi sana, ambapo niseme katika Kisii tuko na sub-county 9. We have 9 sub-counties. Na kwa hizi sub-county 9 tungetoa vijana 10 kutoka kwa kila sub-county ambapo wafanya kazi katika hiyo program. So ukiweka jumla tulikuwa na watu zaidi ya 90, na ukiongeza wale ambao wako kwa ofisi na wale ambao kuna ile 30% tulikuwa na watu kutoka Homa Bay na kutoka Migori. So karibu watu 200 ambapo walikuwa wanafanya hii program. So kwa hawa watu 200 walikuwa wanapata mapato yao kutoka kwa shirika la USAID. Kulikuwa na allowances, kulikuwa na traveling allowances, kulikuwa na ile pesa yao ya mwisho wa mwezi. Kwa hivyo ni kama walikuwa tu kazi, na hiyo kazi walikuwa wameajiriwa na shirika la USAID ambapo tulikuwa tunashirikiana na wao kufanya vitu tofauti. Mwaka wa 2018 and then to 2019, 2020
hadi sasa hivi. Na kwa hivi sasa hivi tulikuwa tumeshaanza mwaka uliopita, tukafanya application ikapita vizuri, na ambapo tuliunganisha vijana wengine kutoka Kisumu pia, like hizi county zote ambazo ziko South Nyanza, let me say that. So tulikuwa karibu na watu 400 na yule ambaye alikuwa ni former US ambassador alikuja Kisii, akakuja tukapatana na viongozi wengine, na akasema ya kwamba ile proposal yetu ilikuwa imepita na ilikuwa on the last stage ambayo inaitwa ni funding stage, alafu ndo programu ianze. Lakini katokea ambapo kule Marekani wakafanya uongozi, wakachagua Rais Rais Trump, na mliona yale yaliyotokea. Akasimamisha funding zote ambazo zilikuwa zinasaidia watu, especially from the USAID part. Na kwa hivyo we've sent emails, tumepiga masimu, hazipokelewi, hawajibu zile mawasiliano vile imekuanga ikijibiwa. Na kwa hivyo sasa ni kuonyesha kwamba hiyo vile Trump alisema ilipata kufanya kazi, na walituma email wakasema bado tusubirie, lakini pia walikuwa wametumia watu mabarua ya kuambia kwamba wasitarajie mshahara wao mwisho wa mwezi, ama wasitarajie programs kuendelea vile imekuwa ikikua before hadi mambo yawe sawa. Kwa hivyo ni watu karibu 400 na wamepoteza kazi zao, na hawa ni vijana, na vijana unajua sasa hivi hakuna kazi Kenya, na kwa hivyo kazi hizi zingesaidia sana maisha yao. Kwa hivyo wako katika ile hali ambayo sio sawa. Wengine wako na familia ndogo ndogo, wengine mambo mengi ambayo wanafaa kufanya, lakini sasa hawawezi because of that cut of funding from the United States of America. Na kwa hivyo mtangazaji, ndio hivyo hali hivyo, na ili ni janga nimegundua kwamba si watu wa Kisii peke yake, ni kote Kenya, kwa maana USAID it helps a lot of non-government organizations in running many of these community projects across the country. Katika shughuli hiyo, how did you receive the message? You being part of the 400 staff who may be affected, and now you have those who are depending on you, pia pengine wamebaki bila kujua wataelekea wapi siku ya kesho. Mtasubiria baada ya miezi mitatu ama mtaendelea vipi? How did you receive your message? Siku ya kwanza tu vile ulisikia mail imeingia, how was it? Haikupokelewa kwa kiuzuri, naweza sema ilikuwa ni kama ni shock. Acha niseme, ili ukiguza maji na stima kuna vile unasikia. Kwa hivyo watu walihuzunika because wakati iliingia katika mail kuu ya kundi ama organization, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kuiona, na kwa hivyo singeambia wengi, niliambia wale viongozi wachache, alafu pia ndo sasa tukaziforward to the rest of the team. Kwa hivyo ilikuwa ni huzuni, kwa maana unaelewa kabisa ya kwamba tunaishi wakati ambao maisha ni magumu sana, na kwa hivyo kijana kupata mahali ambapo anatengeneza kitu hata kama ni kidogo inakuwa ni msaada kwa maisha yake na kwa maisha ya familia yake. Kwa hivyo wengi walipokelea kama ni huzuni na hawakufurahishwa, na ndio maana tulijaribu hata kupatana na viongozi wa county, tukajaribu kuhimiza hata magavana kote ya kwamba waingilie kati, hata serikali kuu ya Kenya ingilie kati, iongee, iwe na kikao hata na viongozi wengine kutoka Marekani, ili ya kwamba wasiwache maisha ya vijana yahangaike kwenda mbele. Kwa hivyo ilipokelewa kwa kiuzuni, naweza sema hivyo. Kevin, katika hali hiyo unaweza linganisha na nini shughuli hii ya ukosefu wa ajira na uhaba wa kazi katika kaunti zetu na nchi ya Kenya kwa jumla, wakati huu ambapo Wakenya wengi haswa vijana hawana kazi, na tunaona wanaume wengine, wanawake na watoto wanabaki wakiwa taabani. Katika hali hii inawaweka wapi vijana katika shughuli nzima ya ukosefu wa kazi na ajira nchini? Kwa sasa asilimia imepanda baada ya wale wengi ambao wamepoteza kazi haswa katika kaunti zilizo kusini kwa Nyanza.
hali hii naweza sema ya kwamba ni shida. Nianzie hapo kusema kwamba ni shida, kwa maana unaelewa ama wananchi wote wanaona kile ambacho kinaendelea katika nchi yetu ya Kenya, ambapo siasa imepewa kipaumbele kushinda hata maendeleo, kushinda hata mentorship, kushinda hata empowerment ya vijana. Na ukiangalia niseme maybe niongelelee kutoka mahali ambapo natoka, Kisii, kutoka out of 100% unapata ya kwamba 55% ni vijana. Kwa hivyo inamaanisha kwamba vijana ndo wengi. Lakini ukiangalia vijana hawa tukiwa wengi, tena vijana hawa wengi wetu sisi ndio hatuna kazi. Wengi wetu sisi ndio tunakufa mapema. Wengi wetu sisi tumeingilia madawa ya kulevya. Wengi wetu sisi tumepoteza mwelekeo katika maisha. Hii janga naweza sema kwamba sana wale ambao wamechangia ni wanasiasa wetu. Kwa maana ukiangalia hata ya hii the United States cut fundings, uone tu hakuna hata kiongozi mmoja ameichukulia serious enough aseme ya kwamba we want to intervene as a country, tuseme ya kwamba Kenya tunataka hizi funding zirudi. Yani ni ile tu mmoja ongea isemekane ya kwamba ameongea, lakini haipewi kipaumbele. Na haipewi kipaumbele na kumbuka kwamba ndio imekuwa ikisaidia vijana wengi katika, let me say especially South Nyanza, nimekuwa ikisaidia mashirika mingi. Kwa hivyo imetuweka katika wakati pale ambapo vijana wamebaki hoehai, vijana hawajui watasaidika namna gani. Kwa maana tukichagua viongozi ambao hawana maono ya mbele, ambapo unajua vijana wa sahi ndio vijana ambao ni generation ya kesho. So if hatuwezi pea hii generation ya kesho a priority, but to pay vitu zetu ambazo tunataka kuzifanya priority, inamaanisha kwamba hatutakuwa na mwelekeo kama jamii, hatutakuwa na mwelekeo kama taifa. Kwa hivyo naweza sema kwamba ni wakati ambao vijana tuko pale ambapo hatuelewi ni nini inaendelea. Ukiangalia hapa siasa imepewa kipaumbele, ukiangalia hapa vitu zingine ambazo si za maana zimepewa kipaumbele, lakini maisha ya vijana imebaki hata state yenye yezi eleweka. Wengi wamemaliza mashule, wengi wamegraduate, hakuna makazi. Wengi wako na akili ya kutosha ya kufanya kila ambacho kinachowezekana kufanya, lakini there is no opportunity. So we living at a times ambapo tunasema ya kwamba vijana si viongozi wa kesho vile wanavyosema. Vijana ni viongozi wa leo. Na kama sisi kweli ni viongozi wa leo, lazima tuamke tuseme ya kwamba kama hawa viongozi hawawezi wakatusaidia, wacha tujisaidie sisi wenyewe. Na tutajisaidiaje sisi wenyewe? Kama hawawezi intervene some of these programs ambazo zinafaidisha vijana, sisi wenyewe tutasimama. Na kama tutashindwa, ndio tumebakisha miaka 2 kura zipigwe. Na sasa hivi naweza kuambia kwamba vijana wametoka kwa box, si kama kitambo. Sasa hivi hata hatushughuliki hata na kiongozi yote yule anapeana handouts. Tumechoka kutumiwa vibaya. Tumechoka kupewa pesa leo lakini unasaulika kesho. Mtu anakupea pesa, akishakupea pesa ameuza maisha yako. Naweza sema kwamba mimi nimeuliza kiti cha ubunge hapa katika constituency moja hapa Bonchari, ambapo nilikuwa mimi ndo kijana mdogo sana. Lakini ukiangalia vijana wengi hata hawakunipigia kura. Kwa nini? Walikuwa na shida zao. Na kwa hivyo yule ambaye angekuja na wapea pesa wangemsikiza, lakini mimi wangenisikiza. Ndio niko na maono, niko na ideas nzuri, lakini sina kitu kwa mfuko ya kuwapea. So lazima wajishibishe njaa yao kwanza, ndipo sasa wafikirie maisha ya kesho itakuwa namna gani. Kwa hivyo tumetoka kwa hiyo box hii na kwenda mbele. Tunasema kwamba sisi vijana, sisi si viongozi wa kesho, sisi ni viongozi wa leo. Na kwa hivyo tutashika vitambulisho, tutashika voters registration IDs, na tutapiga kura, na tutapigia kiongozi kura si kutoka ile party yenye anatoka, si kutoka ile jamii yenye anatoka, si kutoka vile anajulikana, lakini kiongozi ambaye akuna maono ya kesho ambayo inaweza saidia maisha ya vijana wote katika nchi yetu ya Kenya. Asante sana Kevin, tutarejea kwako baada ya kupumzika. Nyokora mkejwang mano Kevin Mosomi ka olosokodo ko ki county Makisi sigana mago sani ko teno record jogo mano witu tijegi kalo record chungo sir ne omenda ne riwruoge mopogore riwruok ma otiyo ne kata mano bedo kata ka otiyo ne kuom thuolo malach ariga mar 2018 nyaka igani ma wantiere owito jimaromo 400 gi wiye owito tijegi nyaka sani gidache machala duo pod mathoth ka pod wago mbaka ni kode ang'eni bang' ka wasechopo kanyo sang'wen ang'odo thuolo matwak bede koda
apisa mochung'ne weche mag thieth e county ma Homa Bay, Daktari Kevin Osuri, mabiro dhi bedo kwatwa godo ka achiel ka ne county ma Homa Bay. To sani bende wakayo masani nyakoro mo nyaka duogo to kwa kama dhi nyime kik dhi mabor. Aviator Player of Love on Shabiki.com. Juu hii Feb, huku ni mapenzi tu ya roho na Aviator game. Juu big wins and rewards zipo in seconds. Kubali i-give this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better hit the highest multiplier of the week. Kwani una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give. Usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. Stock up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe, usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, aki nguvu niisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Na kupenda sana mpenzi. Dial *811*447# to get Nakupenda Mpenzi. Inalipa kurifa Mbogi on patapata.com. Share referral link yako na ukamate bonuses na ganji fiti. Win na Mbogi on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ang'o setimore ne joma ne ochweyo Uganda wa. Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani. Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gi mopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakura mwijong machiegni pod wantiere karaka wadhi nyime kod twak achiel ka warango jogo mane owito tije kata sir mago ne riwruoge mopogore opogore kachiel koda ka omenda mano madoko nyaka e wechegi mag tich. Nyaka sani to gisebedo ka gidhach e yo machal nade. Mano kantiere jogo ma bende ne owito tijegi watwaka koda Kevin Musomi ma bende na achiel kuom jotelo mantiere kaunti ma Kisii mag rowere manyaka sani yango ni riwruok manotie mane yudo sir ka wuok kuom riwruogno mano mar USAID no wito sir kendo ji ma 400 ne owito tije magi. E kinde magi duto timre kae Nyakura Mugi jogo mabedo ka kod ng'eyo ni to gin line magi miketo makare mondo mi gik makamagi kik bi kendo kata kik duogi mondo mi oyud oganda mamoko
apoya. Wadi nyime kwa myudo sigande, wajumu mosoko nyalo wacho dholuo, kata kamantieri ruoge moko mawatemo manyo, magumo ke counties wa makaluo, to giwacho ni oyok digilose ni margi luor ni ponono ginyalo wito tije, kata inyalo riembgi e tich. Ka tich machielo biro, ginyalo bedo gi thuolo ni ok nyal duokgi. Mane buok moro mapod ntiere kuom welo monego wabed godo kinyi ma kawuono, kata kamano pod wamedo mana manyo gi kachiel. Kasani pod wada mana rango ni chenro gi duto gibiro e yo machal nade. Pod an ka kod Kevin Musomi. Kevin, karibu tena katika awamu hii ya pili. Unaweza tuelezea tu ni sekta ipi ambazo ziliweza kuathiriwa kwa upana aswa katika kaunti yako ya Kisii, na wale ambao wako katika kaunti zingine zilizopakana na kaunti za Kisii? Tunaongelelea Migori County, tunaongelea Homa Bay County, kati ya kaunti zingine. Ni sekta gani aswa? Tunaongelelea sekta ya afya ama kuna sekta zingine ambapo au vijana ambao ulikuwa ukifanya nao kazi waliweza kupoteza kazi? Si sekta, asante kwa hiyo swali. Naweza sema si sekta ya vijana peke yake. Ukiangalia USAID, ili ni shirika ambalo lilikuwa linashirikiana hata na afya, hata na the Ministry of Health, hata na some other organizations, the Ministry of Agriculture. Na kwa ukiangalia si shirika la vijana peke yake ambalo limepata kupoteza, lakini ukiangalia hata afya, ukiona ya kwamba afya, for instance, tuliongelelea ile ya kwanza ambayo vijana ilikuwa inaitwa ni Tusome. Alafu kuna ingine yenye ilikuwa inaitwa HIV Prevention Services, ambapo walikuwa wanasaidia wale watu katika jamii ambao wako na ugonjwa la ukimwi. Kulikuwa na HIV Prevention Services ambao pia ilikuwa, those services zilikuwa zinafanywa 80% pole ilikuwa ni vijana, na 20% ilikuwa imepeanwa kwa wale watu ambao maybe si vijana, ambao ni miaka 35 kwenda juu. Na kwa ile 80% ilikuwa ni purely vijana, na kwa hivyo kwa ile 80% ndio ilikuwa inagawanywa. Kuna wale living with disabilities, so ilikuwa inagawanywa kulingana na vitengo mbalimbali. Na kwa hivyo kulikuwa na nyingine ilikuwa inaitwa Integrated County Health Profiles, ambayo siwezi ongelelea, ambapo maybe mawaziri wa county ndio wanajua vile ilikuwa inafanya. Kwa hivyo naweza sema kwamba si shirika letu peke yake la vijana, ni shirika zote ambazo zilikuwa zinapata msaada kutoka shirika kuu la USAID. Na si Kisii peke yake, ukiangalia tuko na Migori, tuko na Homa Bay, tuko na Kisii yenyewe, tuko na Nyamira. Kwa hivyo ni county nizasema kwamba ni zote, especially zile ambazo ziko katika eneo la South Nyanza. So it's all across, not just in the youth section, lakini tuko na pia maeneo ya afya. Tuko na wale vijana ambao walikuwa wanafanya agribusiness, poultry. Wote walikuwa wameumia, kwa maana unapata USAID inapea vijana, labda mimi nafuga kondoo. Kuna ile proposal ninaandika, ikishapita hiyo proposal wanakuja wanaangalia mali nafanya farming yangu, mali nafugia kondoo zangu, kisha wananipea, kuna kitu tunaita grant. Kuna grant ni ile pesa ambayo unapewa haurudishi. Kwa hivyo ukipewa grant, wanaanza kupeana grant ya 40,000. Ukipewa grant ya 40,000 uifanyie kazi kulingana na vile ulikuwa umeelekeza chini, wanakuja pia wanatazama kweli ile pesa imefanya kazi ama haijafanya kazi. Wakipata imefanya kazi, sasa utafaulu kuomba kupata loan. They could even give loans, and then hii loans unachukua kama business loan, unaona. Kisha kuna ile unalipa asilimia kidogo sana ambayo yenye kila kijana anaweza kufaulu kufanya nini, kulipa. Kwa hivyo vitu hivyo zote zimeharibiwa, na kwa hivyo inaacha kijana si wa Kisii peke yake, si wa Migori peke yake, si wa Homa Bay ama Nyamira peke yake, lakini vijana wale maeneo yale ambayo USAID ilikuwa inapeana msaada yao. Naam, Kevin, ni hatua gani zimechukuliwa kusaidia wale ambao walipoteza kazi, haswa vijana ambao wako chini ya shirika ambalo ulikuwa ukifanya nalo kazi kabla kupoteza ajira?
Kwa kweli tumejaribu kuwasiliana na vitengo mbalimbali, tumejaribu hata kufanya vikao vya wanahabari, na tumejaribu kuomba aswa serikali za kaunti pia na serikali kuu ya Kenya ya kwamba wafanye mfuatilio, wawe na vikao mbalimbali ili ya kwamba hizi programs ziweze kurudi. Na kwa kusaidia wale ambao wameachishwa kazi, unaelewa kwamba Kenya hii saa hii tunaishi wakati ambao ni mgumu sana ya ukweli, na kila mtu anaweza jua. Kwa hivyo kwa kweli kuweza hata kutafuta programs zingine ili kupata pesa ama kuwezesha hawa vijana tuseme 250 ama 400 si kitu rahisi sana. Kwa hivyo tunajitia moyo, tunawatia moyo sana, na bado tunazidi kumtumainia Mungu ya kwamba Mungu ataintervene, na najua Mungu hawezi acha wanawake waangamie na waumie. Kwa hivyo bado tuko na maono na bado tuko na imani ya kwamba yote yatakuwa vizuri. Changamoto zinaweza kuwa ndio 1-2, lakini tuko na moyo kabisa ya kwamba bado mambo yatakuwa sawa. Na Kevin, kuna msaada yoyote ama msaada wowote kwa hao ambao waliathirika baada ya kupoteza kazi? Inaweza kuwa kifedha ama ya kuwasaidia kisaikolojia ili waweze kurudi na kuendelea na kazi yao pia kama familia. Kuna wale ambao wanashikwa na msongo wa mawazo, wasiweze kutafuta hata ajira kwingine kwa sababu wanaogopa huenda yale ambayo yalitendeka muda uliopita, haswa baada ya rais mpya wa Marekani kuingia katika tamu yake ya pili, kusitisha ufadhili huo. Kuna msaada wowote wa kifedha au kisaikolojia ambao hawa waliokuwa chini ya shirika lako wamepata? Ndiyo, kuna msaada mbalimbali. Kuangalia kuna vile walivyokuwa wanapewa kazi. Ukiangalia nambari mingi ya watu ambao wanaofanya kazi katika shirika letu ni wale ambao wanatoka familia ambazo hazijiwezi kabisa. Zile familia ambazo labda wengine wao ni mayatima, wengine wao wako na mzazi mmoja, wengine wao wako na wazazi wote, lakini hao wazazi bado hawawezi kuendelesha maisha yao. Kwa hivyo watu kama hao huwezi waacha tu, hawezi pewa barua ya kusimamishwa kazi alafu waachwe tu hivyo, waangalie tu hivyo. Watakuwa depressed na hata wengine watajitia kitanzi. Kwa hivyo katika ofisi yetu tuko na vikao mbalimbali, na uzuri wengi wao wanaishi karibu. Kwa hivyo tunapatana na wao kila siku ikiwezekana, na kisha tunakuanga na lessons, tunaongelelea what we can do next. Na personally nimesaidia karibu 5 hivi. Tumepata kazi tudogo, hata kama si ile kama yenye walikuwa wanafanya kazi. Maybe anafanya kwa hoteli analipwa 8,000 mwezi. Kwa hivyo watu kama 5 wameanza kufaidika, hata kama ni katika ile hali ya kidogo, na wengine bado tunazidi ku move around. Tunajaribu kuongea na hawa Wahindi ambao wako na supermarket, tunajaribu kuongea na watu wako na hardware mbalimbali so that waweze kuwa consider, kwa maana ukisikia historia zao ukweli ni za huzuni sana. Na kwa hivyo nashukuru Mungu ya kwamba wale ambao tumepata kuelezea wamewakubalia na wameingia makazi. Kwa hivyo huo ndo msaada ambao tunaweza, lakini vile nilivyosema mara ya kwanza ya kwamba ni ile bado tunatumainia mambo ikirudi sawa watarudi, ikikuwa vile itakuwa bado maisha itaendelea na Mungu bado atazidi kusaidia watu wake. Kwa hivyo hapo ndipo ambapo tumeweza, lakini na kwa hao ambao wamebaki bado tunazidi kuona ni jinsi gani ile mtu anaweza jinufaisha. Wengine wako na familia, wengine wako na watoto shuleni, na hata vile ulisema katika fikra, wengine mafikra, we have psychologists, tuko na wale watu wa kuwazungumzia watu, counselors pia tuko na wao. Kwa hivyo tukiona pia mtu maybe, unajua kuna ile mnaweza ongea na mtu ulisikie vile anajibu, utasema kwamba huyu hayuko sawa. Kwa hivyo tuko na wale pia wanachukua jawabu hilo na wanaongelesha pole na kuambia kwamba mambo inakuanga hivyo. Kuna wakati mambo iko vibaya, kuna wakati mambo iko vizuri, so inakuwa ni kama mviringo, na hiyo ndo maisha. Kevin, wale ambao wanafanya katika shirika mbalimbali zile ambazo sio za serikali ama NGOs, mtu anakuja na kuambia hawa ni wale ambao wanalipwa na dollars au unapata dola pale ulipo. Maisha iko vipi kifamilia, wewe binafsi na kwa jumla wale ambao umesikiza story zao
ama hadithi ambazo wameweza kushare na wewe wakati huo ambapo wanapitia magumu ya kupoteza kazi, ajira hapa kule. Ukijaribu kuangalia, kuna uwezekano wa kukuwa na suluhisho la kudumu ama kuregesha ufadhili huo ambao kwa sasa umesitishwa na serikali ya Marekani? Hatujui itaenda kwa muda upi, miezi 3, siku 90. Kwa kweli naweza sema kwamba mwenyewe mimi sioni kama ufadhili huo utarudi. Sioni kwamba kama ufadhili huo utarudi mapema. Kwa maana uliona walipeana muda fulani kusema kwamba wacha tuangalie hii maneno kisha tutafanya mawasiliano. Hawakusema ya kwamba watarudisha, walisema watafanya mawasiliano. Na kwa kweli ukiangalia vile mambo yanavyoendelea, wacha niongee katika nchi yetu ya Kenya. Sasa hivi ukiona vitu ambazo zimepewa kipaumbele ni vitu tofauti sana. Vitu ambazo haziwezi leta manufaa katika maisha ya kijana yote. Unaona? Siasa ni mingi, matusi ni mingi. Unaona, mtu anaenda huko anaongea hivi, yule mwingine anaongea huko anaongea hivi. Hakuna mtu, vile niliposema, hakuna mtu ambaye amesimama kidete amesema ya kwamba hebu tuweze kufanya mazungumzo, hebu tukatume mawaziri wetu ng'ambo wapatane na wale mawaziri wengine wa kutoka huko, wakae na kikao, waone ufadhili huu utarudi namna gani. Hakuna yule yeyote ako na fikra kama hizi. Kwa hivyo naweza sema ya kwamba tukiendelea hivi vile mambo yapo, basi ni ngumu sana ufadhili huu kurudi. Lakini tukipata wale ambao wako na moyo wa kiutu, moyo wa kuwa na uongozi mzuri wa kesho, basi wataamka polepole, wafikirie, wajua kwamba hisi maisha ya kuchezea, ni maisha ya mtu. Na maisha ya mtu yakiharibiki na maanisha ya kwamba hakuna nchi. Kwa hivyo, kwa maana hakuna vile unaongoza watu ambao wako njaa. Hakuna vile unaongoza watu ambao hawaoni mwelekeo wa kwenda mbele. Naweza sema kwamba kama hakutakuwa na mwingilio wa maneno haya kutoka kwa viongozi wetu wa county, kutoka viongozi wetu wa serikali kuu, basi sioni fadhili huu kirudi. Lakini bado tutajitia tu moyo, na vile ulivyosema kwamba ni vijana wengi. Mimi katika ofisi yetu ni vijana wengi. Kwa siku naweza patana hata na vijana 100. Na ukiangalia vijana 100, ukipatana kila mtu shida zake tu ni shida za kikazi. Mtu anakuambia bro, mimi nimekaa ngumu sahi, sasa naona niingilie hii mwelekeo. Namwambia hapana, but pia tumeanzisha tuko na kikao hapa Kisii, na nashukuru ya kwamba Kisii it's a metropolitan place, kwa kila makabila zote, na vikao hivi zinafanyika kila siku ya Alhamisi. Tunapatana, tunajitia moyo, tunaambia Mungu ni asante, na bado tunasema kwamba kuna maisha ya kesho ambayo yanastahili kufuatwa. Kwa hivyo mimi ni jukumu ambalo nimechukua nikisema kwamba kama viongozi wetu hawezi wakatusaidia, hatuwezi acha vijana wenzetu tuone wakizimia chini. Tutasimama liwe liwalo, tuhakikisha kwamba maisha ya kesho yatakuwa maisha ya manufaa. Leo inaweza kuwa ya changamoto, leo inaweza kuwa kali, lakini wacha iwe kali, tuvumilie, ili kwamba kesho iwe ya furaha na iwe ya kupendeza. Kevin, kuna wale waajiri ama wale matajiri, wale walio na kazi tofauti, ama wale ambao walitoka moja kwa moja wakaenda kutafuta msaada kutoka kwa shirika kama USAID, na wale ambao waliajiriwa. Huenda kwa maoni yako ukatueleza, kuna wale ambao pengine hawakujua kuna ufadhili wowote kutoka kwa USAID, na kufika sasa wanapoteza ajira zao, hawana kazi, hawana popote, ila katika makubaliano yao na wale ama shirika mbalimbali hakuna mahali popote iliandikwa msaada utakuwa unatoka katika shirika hili la USAID. Wakati huo, neno lako au maoni kwa waajiri ama wale ambao wanatoka waenda kutafuta kazi inaweza kuwa ni ipi? Ombi langu kubwa, unajua, ndio ni ukweli kuna wale ambao labda mimi niko na shirika langu, ili shirika napata ufadhili kutoka shirika la USAID, na mimi labda nikiwa na wale wafanyikazi wangu, tukishapatana ile mkandakazi wa kazi labda akisign,
hakuna mahali labda yeye atajua kwamba wewe unapata ufadhili kutoka kwa USAID. Yeye anajua umempea kazi na utamlipa kila mwezi, lakini nafikia pale ambapo kama sasa hivi mambo yapo, ule ufadhili unakatwa, inamaanisha kwamba hautakuwa na pesa ya kulipa watu hawa. Kwa hivyo naweza sema kwamba ni vema tu mtu kuwa open enough na kuelezea kile ambacho kinaendelea. But ukiangalia zile mambo ama zile programs mingi zinakwanga ni back to the village, back to the grassroots, ni field work most of it. So natumaini ya kwamba hata kama mtu labda ulifanya mkandakazi ama ulifanya contract signing, fanya kazi na shirika maybe la mtu ambalo hukujua linapata ufadhili kutoka kwa USAID, wengi wao wanajua wakishaenda pale field work, labda zile materials zenye wanatumia ziko na ile stamp ya USAID, labda zile vitu ambazo labda wanatumia kwa ofisi zao. Kwa hivyo naweza sema ya kwamba ni watu tu wawe na ule moyo wa kesho ya kwamba hata kama iwe hivyo mambo bado yatakuwa sawa, kwa maana uwezi chapa yule ambaye amekupea kazi kusimamishwa. Hakuna kila ambacho tunaweza fanya. Unaweza sema kwamba ni janga ambalo si wafanyikazi wala si wale ambao wameajiri watu kazi wameumia, ni watu wote. Asante sana Kevin. Kuna maoni kutoka kwa watazamaji, nitasoma kisha ukiwa na jibu taweza kutupa hapa. Ruth Athio Chieng erokamana enya kura mugejwa ngweche thotha enya kantire karka medoro ote kawuono warito mana twak Kevin Osuri kawayude mano chief officer mar health county ma Homa Bay kawayude to duoko kode kachiel wagomba kawinyo ni nitie jotich moduoke tich county ma Homa Bay notingiyo machal nade to sigandgi ne gin mage moko kuom gigo thuolo mar biro to mwanya yudo mana malingling kawuoko mapisa mano mochuni weche mag thieth county ma Homa Bay. Ruth Athio Chieng wacho kamae, wito tich en gima ok owinjo timre ne ng'ato ang'ata e kenjwa kata kenjwa masani ahinya ne rowere. Wach ni nyalo medo insecurity e pacho kae ma kaber to sirkal owinjo many kama gi fix gie. Wacho ni gima wuoro en ni ji retire higa ka higa, jomoko bende tho to joma indiko to onge. Wacho ni penj na rawera ni swali kwa Kevin. Wacho ni na huko Nyanza, je, walilipwa salary ya miezi zote kabla ya kusimamishwa au kuna pending salary, na iwapo bado wana mipango epi ya kupata hela hizo? Juu kule Siaya County kuna vijana kadhaa wamesimamishwa na hawakuwa wamelipwa kwa miezi miwili mfululizo walotoa kana umoja inako. Kevin hopefully utajibu hiyo tukirudi. Oyaure aneni malera inya kanti Nairobi kada goreti kona antiere kachiel chimurlu na jaod bura na mondo mi otwak bende achiel kachiel kod jopiny gi konwa kama tich dhie. Wacho ni ote ni ochopne mamake Promise kod Gloria bende ka gintiere Dagoretti kona. Erokamano ahinya. Ibra Komala akuku mathim lichonga Migori County mano bende ogolo ote ne karkanyo angoduo kodgi mathoth kama wamedo mana sudo kori karkae. Kevin, maybe unaweza mjibu Ruth on salaries ama mapato ya kila mwezi. Labda wacha niongelelee kwa shirika letu, siwezi ongelelea mengine. Yetu watu hawakupewa pesa ambazo maybe programs ambazo zilikuwa zimefanywa. Kulikuwa na some pending bills, let me say that, lakini tuliingilia katikati na yule afisa mkuu ambaye alikuwa amesimamia hiyo program alisema ata intervene na watu waweze kupata pesa zao. Hiyo ndo naweza sema katika mishahara, lakini kwa kwingine sijui, kwa maana unapata uongozi katika kila county na kuanga ni tofauti. Kama Kisii tuko na afisa mkuu ama tuko na watu tunaita tuko na director wa USAID, tuko na yule ambaye wamesimamia tofauti. Na kwa hivyo kama ni Kisii, kuna ule wa Homa Bay, kuna ule wa Migori, kuna ule wa Siaya na kuna ule wa region.
Kwa hivyo na hii region unapata maybe hii region wanabadilishwa kila wakati. Kwa hivyo naweza sema kwamba katika shirika letu kuna wale, na si wote, kwanza kuna wale ambao hawana pesa yao imebaki ndani, na kuna wale ambao walitumia hata pesa yao. Kuangalia kama hii program mwisho ya Tusome, tulikuwa tushatafuta watu, kwa maana tukishafanya, sisi tunafanyanga kazi kwanza, tunatafuta vijana, unaona, kuna wale wanasaidia watu maybe kupeana direction kwenda kwa mashule, kuna wale tunapea kazi ya kupeana labda vyakula tofauti au wakienda katika kufanya hizi kazi. Kwa hivyo kuna tukazi twingine tudogo twingi tule ambazo tunabidi sisi tuingie kwa mfuko zetu, ndo ile funding ikikuja ina compensate. So tulikuwa tumefika mwisho, tulikuwa tushamakamilisha kila kitu, tulikuwa tunaongoja tu funding. Kwa hivyo ukiangalia kuna baadhi ya wale ambao walipoteza pesa zao, na kwa hivyo hatujui hii funding itarudi ndo pesa zao zirudi. Naona bado kuna wale ambao walikuwa shapata kazi ya kufanya hiyo program, kuna wale walikuwa shafanya phase 1, bado pesa haijafika. Na kwa hivyo ndo hizo vitu kama hizo ndo tunafuatilia, na tunajua kwamba hawawezi lipa hadi kukuwe na mkubaliano, hawawezi lipa hadi kukuwe na mawasiliano mema. Kwa hivyo bado tunaongoja, tulituma mails 2, bado hakuna response, so we are still waiting. Kwa hivyo kuna wale ambao walilipwa, kuna wale ambao walikamilisha program ambayo ilikuwa previously ambao walilipwa, na kuna wale ambao bado hawajalipwa kwa ile program yenye walifanya phase 1, na kuna wale ambao waliotumia pesa yao kutayarisha vitu ambao walikuwa wanangoja funding ndo walipwe, bado hawajalipwa. Naam, asante sana Kevin. Kuna maswali mengi bado kutoka kwa watazamaji, nitasoma kisha utapata fursa ya kujibu. Kuna swali hapa kutoka kwa Masi, anasema kuna mpango wowote wa kusaidia wafanyikazi wa zamani kupata kazi mpya au mafunzo ya ujuzi mwingine? Masi anatazama akiwa kaunti ya Kisumu. Kevin. Swali mzuri sana, na nashukuru kwa maana amenikumbusha kitu. Nilipoanza kwa kusema kwamba kuna wale vijana ambao tulichukua toka zile familia ambazo hazijiwezi kabisa, na walikuwa nafanya basic works. Naweza sema basic works kwa maana hawana ule ujuzi ama hawana ile elimu ya kufanya labda kazi zingine kubwa ambazo zilizokuwa zinatakikana. Kwa hivyo vijana kama hawa tulipata kuenda na kuzungumza na wale viongozi wa vituo mbalimbali, the vocational training centers, VTCs. Na waliweza kukubali. Kuna wale walikuwa wanataka kufanya masonry, kuna wale walikuwa wanataka kufanya plumbing. Tumechukua watu wawili na tumeona kwamba wameanza kusoma na ni mwelekeo mzuri sana. Kwa hivyo kwa wale ambao watakuwa na moyo labda wa kutaka kuwa na ujuzi tofauti wa kuendeleza maisha yao, kuna nafasi, na tunaongelesha waliosimamia hizi vituo, na tunaona kuna wanakubali, wako na moyo, kwa maana hatuwezi acha tuone janga hili likifanya mtu apoteze mwelekeo, na labda ako na moyo wa kutaka kupata ufundi ama some knowledge ya kufanya some life skills course ya kuendelesha katika maisha. Kwa hivyo huo mpango uko, na wawili bado washaenda hapa Kisii. Asante sana Kevin. Tutarejea kwako baada ya kusikia maoni ya wananchi kule kaunti ya Migori. Nyakura mgejo mwantire karaka kod jojo maiko na iko record jogo modo to goda chelka chel tainya oducheni makawuono mano yango na karakano dibedo koloso koda jata tije mano kawuo kere rogno mano mara Faraja Women Initiative duche makano kwa lose wiche maga wito sir nere ruoge mpogoro chalnade tainya ne Uganda ma kaluo mano wito tijegi kata mano wito sir ne weche mag thiete kinwa moko kama gintiere kawantiere kodi kanya achiel kachiel inyalo miwane wach madhi nyime kama intiere Jojuma. Ero kamano Cleophas winji makare ka wuok kaunti ya Migori. Kabendo kiji makawuono wantie kod achiel kuom jogo bende rogo bende nyaka sani king'iyo chik manogol kod Tend America ma bende nyaka sani koro chungo menda mosebedo ka thoth ahinya tugo magayaki kachiel kod mago ma bende koro
kedo kod landruok mag kutego mag ayaki. Wang'eyo ni chwaneno ka tend Amerika inche ochiwo ndalo 90 ma bende koro jogo modak kod kute mag ayaki koro pod biro yudo kony. Karamno nitiere grube kaachiel jogo mang'awo ma bende osebedo ka yudo kony ka owuok kokalo kuom USAID kaachiel kod PEFRA to ahinya kony wechego mag chiwo yadhno mar geng'o landruok mag kutego mag ayaki ma idendo kaka PrEP. Achiel kuom grube gin mag makero ratogo mag opamo ma bende tije mag timo gin mago mang'awo ma bende keto gi gamo kutego mag ayaki kaachiel kod oganda mamoko e gamo kutego mag ayaki. Wang'eyo ni higa mar 2016 pamo kuom ranyisi gin jogo eko bende nokelnegi yadhno ma iluongo ne PrEP ma geng'o landruok mag kutego mag ayaki. Ka bende report ma bende kaluwore kod chik manogol kod tend Amerika nyiso ni kwethni samoro koro ok dhi yudo yedhegi mag PrEP. Okich ma kawuono nitie kod achiel kuom jogo makaratrogo mag jogo mang'awo to ahinya kaka jogo miluongo pamo kwa kaunti ma Migori. Kono bende ilero ni nyaka sani gin kwan ji mathoth ma osebedo ka gin timo tijni to kendo gin jogo mang'awo ma bende ng'eny gi tije mag timo nyalo miyo gin wegi gam kutego mag ayaki achiel kod kata miyo jomoko bende kutego mag ayaki. Adwaro mondo koro watwa kod jatatije marwakno mar Faraja Women Initiative mar ng'iyo ni to chik kata okang' manokawo kod tend Amerika ni ere kaka koro dhi thirogi. Ma nyiso nade wechego mag kedo kod landruok mag kutego mag ayaki to ahinya kuom jogo mang'awo moting'o pamo to ahinya e kaunti ma Migori. Adwaro mondo ichori machiegni ka king'iyo kichako gi nyingi ni waneno ka tend Amerika ochungo omenda mathoth manyioro makonyruoge ma ke jogo mang'awo kaka opamo jogo ma samoro jomo nindo gi chuo wetegi mago eko. In mokwongo ikedo ne ratiro mar riwruok mage kata kweth mane mang'awo to kwan ji maromo nade ma samo kony machal koda mae mikedo negi mang'iso ni konti kama ng'awo. Erokamano, iluonga ni Diana Rosa wuok e kaunti ma Migori County. An human right defender kendo akedo ne jogo ma iluongo ni opamo gi dholuo kata female sex mag Migori County for their rights. Executive order ni o affect jok miluongo ni key population, especially female sex workers mag Migori County severely. Number 1, wane okang' mamalo kata ne wasebedo okang' mamalo mar kedo gi landruok mag kute mag ayaki through prevention interventions to magi waneno ko bedo ng'adgi oko. Koro kama wachope ni wa expect ni landruok mag kute mag ayaki oidh malo kendo gini duoko wa e decades back kuonde manyocha wasewuoke. Mokwongo okwanya wuoye wach HTS services ma koro waneno kokelne waiver to kwa wuoye wach prevention. Number 1, wan gi risk reduction. Risk reduction gin gik ma kata okenge miwuoye bang' ka ng'ato osepim mong'eyo chalne. Risk reduction duoko ng'ato kata loko behavior mag ng'ato manyalo kete okang' mamalo mag yudo kute mag ayaki. Wantiere gi sex workers bende ma are also HIV positive to bende ginyuol nikech en ratiche mar yudo nyathi. To ka koro prevention interventions gi onge, odhi geng'o nade landruok mag kute mag ayaki mondo wuok kuome ka dhir nyithindo kata nyathi moting'e iye kata nyathine modhodho. Awinjo kiwacho chenro mathoth ma bende nye ise magi ahinya ma bende koro okang' mokawo ni ohinyo ahinya to kwan ji maromo nade kata jomikedo ne maromo nade ma bende nyaka sani koro ngima gi nitie kama ng'awo. E Migori County wan gi kwan maderom 5,000 mag female sex workers manyo yudo interventions gieki. Wantiere gi dhano maderom more than 2,000 manyo benefit from prevention services kata gi PrEP e yore mag geng'o landruok mag kute mag ayaki. Koro sani dhano 2,000 gi ngima gi obet odong' ka ng'awo kendo landruok mag kute mag ayaki gi dwa idho malo molo campaign manyocha wasetimo ma oduoke odok piny. Aya waneno ka kendo in as much as nyocha wawuoye wach PrEP ne wawuoye dual protection wach mag condom no bende sani onge. Koro ji ni okang' marach mag medruok landruok kute mag ayaki e Migori County. Wawinjo ka thoth jolony temo wacho ni ber ka gik manuchiwo services ka water gi migawo mar thieth, watim integration. Okang'eyo ne ma bende en gima nyalore kwa ka wanywando kocha chate e migawo mar thieth. Bende pod kedo ni dhi mana kare koso uneno nang'o? Integration ber
kendo integration is a sustainable way mag yudo weche mwawacho kata weche mag thieth gi. But again, mae dwaro jani, odwaro okang step by step. En jani mwaluwo kwagolo jogi kumanyo ging'iyo ka gidhiye kwatero gi the integration. But mobiro asapni to we might not achieve. Actually onge gima wadhi achieve nikech jogi nyo kong'iyo gi services makocha, nye ging'iyo gi services machielo. Koro we need a journey to transition mondo wadhi mondo wawuog, especially jok manyong'iyo ka othiethe dropping centers. Wawuog dropping centers, of course with specialist advices. Like for example, anya wacho ni migao kaka CHEB nyo nigi key population specialist. Magi yore ma key population specialist nyalo konyo ka watimogo transition. And again, we also need training kata sensitization mag healthcare workers mantiere migao mag sirikal mondo gi understand the benefits mag chiwo all these friendly services to the key population. Seche ma otero nywandu kachacha, ang'ene samoro ulungu ne key population. Koro nywandu kachacha okolung kaka key population to service mana kaka jomamoko. Ere kaka kanigi pek. Seche modhi to nywandu wakacha kaka general population kata population mora mora. The risks mineno wa sebet kawa campaign goni or the underground kendo obedo buried in the soil, meaning poden zero work. Nikech samadhi kachacha ok dhingiya ka ng'at ma risky behavior ge kete okang mamalo mag yudo kute magayaki. Idhi ng'iya ka ng'ata chingato or nyako mora mora motimore nade so mondo nywandu wakacha ka onge gi directive kata jani kata roadmap ma clear ok dhi solve issues mag landruok mag kute magayaki e Migori County. Konyero chal ka gimo seng'ad ne ruok kaka mago pam. Jogi ok dwa ne riwruok ma piny Amerika ok din chiwo kony kaka mag PrEP. Ang'o ma koro wadong' godo? Wadhi beta ne koro wabeda kaka wan koro en ang'o mutimo un? Ere kaka koro ukonyoru nikech kony koro onge? Okonyal dong ni wabeda because at the end of the day life and important. So campaign ma wase embark on kendo kabisa en wach mar tiyo gi condom. Wakwayo ni sex worker mora kumora manintie te mondi tigi protection kata in HIV positive kata in HIV negative. Ka onge manyocha wayudo facilities wagi, dispensers wagi, te mondi nyiew. Ang'eyo ni piny tek kendo nyiewe could be very expensive, but donge life comes first. Yes. Katieko kodi nwaneno ka nwa pinje moko mosebedo kasiro kata weche mag kedo kodo HIV e piny Kenya. Nosewacho ni by 2030 ginyalo chungo chiendo magi mondo koro piny Kenya ochung kendi owuon. Un kaka riwruok 2030 ok bor. Bende nitie okenge mane useketo mar bedo ni koro kutegemea pinje mawuok oko unyalo chung kendu? Okonge waseketo achiel kuom gigin economic empowerment. Economic empowerment waketo, then wan gigi miluongo ni beyond sex work plan. Beyond sex work plan en inyalo bedo gi alternative tich machielo in as much as itime gi sex work bend, so that sama gik moko dok piny machielo cha nyalo kelo chiemo kata nyalo the livelihood support ma we really need. But in as much as okenge gi waketo, okenge gi be okwanyal timo kend wako come together gi other stakeholders. So poda oro kwayo, especially county government ma Migori, wa allocate these resources mondo dhine ki population. Condoms ko biro, can we prioritize key population? PrEP mora ma wanyalo yudo. Kendo mana kaka na wacho okwanya wacho wach HTS services kwa we interventions mag preventions. Wa source for this so that waduok landruok mag kute magayaki piny Migori County. Gimara ni ler na kwatieko en ni idwaro ni mondo wayudo omenda wan owuon, domestic mobilization. Sani kamwa gike piny Kenya, riwruoge ma kaka un, ang'o mosemono wabe waseketo kenge mar neno wayudo omenda owuon mondo wachung'e chiendo moko waketo mana ni nyaka waket geno wa kony mawuok oko? Through AMREF gi IRDO kata Red Cross, trainings osebedo ka timore mag domestic resource mobilization gi community led monitoring. These services wadwa ni obed mag community led through the county assemblies. Sama allocations budget itimo, can we put allocations ma support kata makes the county thrive as our own? Yes.
Erokamano kuom paro maler kamano e kinya winjo mano achiel kuom jogo ma togo mag jogo mang'aw to ahinya gamo landruok mag kutigi mage kachiel kaka mano mar opamo. Ka bende nyo winjo Katen County Migori owacho ni kalore kod okang' mano okaw kod ten America mar chungo chendo kata kony mathoth. Omiyo king'iyo County Migori mathoth bende ne siro chendo kaka makedo kod landruok mag kutigi mag ayaki. Kwan jotich ma bende koro dhi dala ma bende kapo ni piny owacho mag county no bende siro nyalo tiyo kod omenda mar $250 e higa. Ka bende mae nyiso ni sama kod jothieth gi kata jogi odhi dala nyiso ni samoro nitiere fuok ma bende koro dong to ahinya mar konyo jogo modak kod kute kata jogo mang'aw. Ka penjo maduong' en ni tang'o ma piny owacho dhi timore okaw mar neno ni pod wadhi nyime kod kendo kod landruok to ahinya mag kutego mag ayaki to ahinya kuom jogo mang'aw. Ai, nyakoro moge jwang mano ka winjo kanyo ripot mawuok kanye county mano ma Migori. Erokamano ya Jo Juma kuom bedo kodwa gi twak ma kamano kendo gino mantie kanyo ni oganda duto ni geno ni ngima dhi bedo makare e kinde mabiro. Nyakoro moge jwang wantiere kar ka kendo ong'e mabedo chieng' ma kawuono od bura duogo kendo jafwambo marwa Chris Owino ntiere kar kanyo e county ma Nairobi kama dano twak kode achiel kachiel okono ni od bura ka duogo odiochieng' ni ma kawuono. Gin gik mage mantiere kar ka achiel kachiel. Chris mano Chris Owino pod biro achiel kachiel sani waseyude kawuoke oko mar od bura kanyo. Kono ni nyaka sani ang'o mantiere kar ka Chris Owino oyawre od bura duogo odiochieng' ni ma kawuono chal mar wachen mane ang'o migeno ni kawuono dhi bedo katimore kata e kinde mabiro ka od bura dhi bedo ka oseduogo. Chris. Erokamano Cleophas mana ka iselero wane laru mar od bura kama odiochieng' ma kawuono jo od bura chako twak margi ayanga bang' dhi e yweyo mar dweche 2 higa mokalo. Twak mag od bura chakre odiochieng' ma kawuono e kinde ma ong'wengo pod oliero ewi kweth jo od bura mathoth kod kweth jo od bura manok e od bura kaluwore kod doho kalore kod bura mane ogad kod joyal buche 3 mag doho mamalo mane owacho ni bura mane ong'ad kod speaker mar od bura Moses Wetangula ni kweth mar Kenya Kwanza e kweth jo od bura mathoth e od bura en nodhi ataro kod chik kagi owacho ni mano ne onge kod neno mane yango ni kweth mar Kenya Kwanza e kweth jo od bura mathoth e od bura. Koro kapok adhi mang'eny an kod achiel kuom jo od bura ma kawuono dhi chako twak e nyim od bura an kod Sir Charles Were Ong'ondo mondo olerwa to e kinde ma gidhi chako twak odiochieng' ma kawuono kar saa 8:30 inyalo chopo machiegni. In idhi bet komane mar speaker idhi bet ka jo od bura mathoth kose idhi bet e kweth mar jo od bura manok. Erokamano jalendo mokwongo kawuono amor ahinya kabisa to kaduoko uchien ing'eni sirikal mantie ni nokete kom gi kot kendo wach mar kot nyaka luor kabisa. Koro gima nyocha otimore wamor kabisa kendo kot olero ni kare wane ma wan gi ji mang'eny. Koro wan kawuono wadhi donjo to koma owinjwa bede kidonje bunge koma ji mang'eny nitie mwadhi bede kech kane karwa omiyo wa koma ji tin wadhi bedo koma ji ng'eny kendo wamor sana to kata mno offices wadwa kawo gokinyi mapiyo mar majority wadwa ni Junet dhi odonje mane ni mar whip mar Osoro wadwa ni Mili odhi odonje mapema sana. Wamor ahinya kendo waikore. Nyasaye ber. Seche miwacho ni Nyasaye ber nitiere jomoko ma wacho ni bura ng'eto mar bura mar doho ni obiro kaka osedeko. Iparo ni obiro modeko kose obiro e wang'e? Samo bire ne moromo go kendo bire chunye tir ka wasebaro papi diere. Koro wan wamor ero ne gichamo mok ber chien kanyo wambe wachame igariyo modongi. Wamor kabisa kendo wadhi kawo kama Nyasaye omiyowa. Ing'e ni gima Nyasaye omiyi ok inyal wene jachien. Gima ruoth omiyo wanya wene jachien. Koro wamor ahinya. Seche miwacho ni gima Nyasaye omiyo ok inyal wene jachien Sir Charles en gima oyangre ni riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza to moloyo duond bura mar ODM kod jatend piny William Ruto unie osiep manyien kendo utiyo kanyakla. Donge manyiso ni ok un joma ratiro uondo Kenya Kwanza utiyo kodgi to sie ma piny olokre to ujwang'o Kenya Kwanza.
Okwajwango gi nikech macha gima Nyasaye omiyowa to be ing'e ni pod ji serore. Ka pod isero nyako pok ikete ot mitero dhok minyuol kode, ok inyal koni mano chiegi. Koro ji wuoya lakini makorwa kono to miya to komono wawuoyo kaluwore gi mpango mantie mbele. Tikni bende iparo ni committees mag od bura monego bed ni ikawo kod kweth jood bura mathoth bende udhi kawo committees makamago? Mano we wakwong wabede side wa mwaka office maduong' kato mago koro wabiro nono bang'e. Ing'e ni ok nyal tiege dichiel, kuon ichamo mos. Ka tieko Sir Charles, jong'ad buche adek kane gichiwo ng'eto mar bura makamae, ne giwacho ni spika mar od bura Moses Wetangula ne odhi ataro mar chik kendo ne onjawo chik e kinde mane oyango riwruok mar Kenya Kwanza ka kweth jood bura mathoth e od bura. Kagiwacho ni mano nono bende en lemo mane imiyo Azimio. Bende ma uneno ka ni en gimomiyo onego bed ni ugolo spika Wetangula e kom mare mar bedo spika kuom dhi ataro mar chik e chenro mage mag od bura? Mano ok wabi wacho sani, nikech wan gima wadwa ng'iyo ni wakawo the rightful thing, to kendo ruling no osewuoyo comprehensively. Koro mano to ok wabi wacho, mano wabiro cross kwa wariche e bridge no. Sani wana ni wadwa dhi kawo side wa gik mamoko wabiro wuoye. To chenro ta chike duto mane okal e bwo telo mar Kenya Kwanza ka kweth jood bura mathoth e od bura, kaluwore kod in kod lony mar od bura, chike duto mane gikalo e od bura ka gin mage ne gimako lemo mar kweth jood bura mathoth, chike go udhi chung kama nade, idhi wito gi oko kose gin gibiro dhi na mitiyo? Ok nyalo witgi nikech wan wawegi kaka members of parliament nwapitisha gi, nikech wacha bende poni e court. Koro ok nyalo witgi. Wan wabiro chako wuoth gi kama wachake no, ok wabidok chien nikech ne wan part of loso chikego mwapitisha gi. Koro kwa wacho ni dhi ng'igi kendo to mano ng'e ni koro ok wang'e gima timo. To mogi ka wei penyo mogi koro en ni kopogore kod ng'eto mar od bura ewi kweth jood bura mathoth kod kweth jood bura manok, gin ang'o ma kuom weche ma idhi miyo pek e kinde ma udhi chako twak ta chenro mag od bura chieng' ma kawuono? Kawuono gima dhi miyo maduong' en ni gima ne koto miyo wacha wakawo kato gi calendars mag bunge wabiro dhi adhiya smoothly. Twa expect ni Kenya bed peaceful, ok wadwa ni wakel koko tiyala king'iyo seria kato watieka. Thank you. Nyakwara Mogi, mano en achiel kuom jo od bura ma odiochieng' ma kawuono dhi goyo mbaka kendo gidhi chako twak margi kar saa 8 ma midhiambo bang' dhi e yueyo mar dweche 2. Gibiro e kinde ma doho ne ong'ado bura ka wacho ni spika mar od bura Moses Wetangula ne odhi ataro kod chik kuom yango Kenya Kwanza kaka riwruok mar jo od bura mathoth, gino ma osekelo ywarok mapek kendo osemedo liet mar siasa. Koro waketo wang'wa mar neno odiochieng' ma kawuono to jo od bura mag ODM kod Azimio gidhi wuok riwruok mar kweth joma nok kendo gidonjo kweth jood bura mathoth kose, to bende Junet Mohamed dhi kawo lemo mar jatend kweth jood bura mathoth mosebedo ka imako kod Kimani Ichung'wah kose, to bende Milly Odhiambo dhi mako lemo mar jatend kata jalek kweth jood bura mathoth mosebedo ka imako kod Silvanus Osoro kose pod gidhi bet e lemo margi mag kweth jood bura manok. Gin gigo mwaketo wang'wa kendo ng'eyo ni jood bura mag Azimio dhi luwo ng'eto mar doho kose gidhi bet gidhi nyime kod bedo kweth mar jood bura manok e od bura. Mago wabiro minyi Kwara Mogi e weche mago mag saa 1 kod saa 3 otieno ma kawuono. Cleophas. Agoni erokamano ahinya Chris Owino, kendo weche thoth anya madhi bedo kanyo ka imedo mana luwo kendo odiochieng' ma kono mag thuolo mar biro iri kinde ka kinde weche manyien mag migago ka gikata ng'ichwelo kod mano maroimore kaka ono wantiere kae chenro kaono chieng' tich ariyo ka wan kanyo kod duol wakaw ywe masani nyakoro mojongo duogo kod weche mago maga wito sir nomenda kata sir mago ne riwruoge mopogore opogore pacho kae bang' ywe makaw sani kik idhi mabor nyaka mabiro e kaunti ma Mombasa. Orit masani. Bende ni kare, kapo ni dwaro, to dongo wanyalo dok kuma wae. Nango? Idwa ni mondo awuog kae nango? I have found my love, Arvi.
Aneno ka jite nitie kae. Kara ajit ni kanye. Kose nitie gimoro ma en ochano timo ka. Nitie gima rach kae. Nyasi mar tereni mora ga ahinya. An nasomo e gazet moro kanyo kaka Udipudo timo nyasi moro maber mar tigo. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Shukran. Watim kama. Kaudera irwaki, kausuka munditwe, walim namchumbi, wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni, wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, waden mondo waket gi e mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Macheni kero nyakura moga jwangen mor mara ni podikete karka e chenro mara mbaka oromo. Adatura achiel kachiel koda jafombo wadwa mantiere kaunti ma Mombasa, Joja oko mondo mi olerno ane gima timore kaunti ma Mombasa sani en ikruok ne Ramadhan. To ntiere ote ma jotend din Salam ntiere godo okinyi ma kawuono ka gitwa kod Ramogi achiel kachiel. Joja oko yaore kendo machiegni Ramogi TV mbaka oromo uchiewe machalade Mombasa. To mage ma ikonwa odiochiengni? Erokamano ahinya Cleophas, awinji maber kowuok e kaunti ni ma Mombasa kuma odiochieng' ma kawuono ni biro e romo moluongi gi joriwruog jodolo kata Council of Imams and Preachers of Kenya ka gikoni nitiere weche 1-2-3 moko ma gidwa ni gitwagi odiochieng' ma kawuono ni to chutho kotenore kod ka weche mag uchumi to gi e kinde ni magikoni gitimo ikruok mar nyasi mar Bagalam mar Ramadhan magikoni ochiegni chopo. Koro wadwa winja ni to ang'o gene magitwake odiochieng' ma kawuono. Karibu sana Sheikh Khalifa, unazungumza na Ramogi TV. Labda tueleze tu lengo na madhumuni ya mkutano huu ambao umeita siku ya leo ni ya nini? Naam, bismillahirrahmanirrahim. Mkutano huu ambao kwamba tumeitisha leo ni mkutano wa dharura sana kwetu sisi Waislamu, kwa sababu hatukufikiria kwamba itafika tarehe ya leo ikiwa tumebakisha wiki 2 kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuona hii bidhaa ambayo kwamba ni atende, bidhaa muhimu especially kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ni chakula ambacho kwamba ni ibada, kinatumika wakati mtu anapomaliza wakati wa kula chakula cha kwanza cha kuvunja saumu inakuwa ni tende. Lakini la kusikitisha, waziri ambao kwamba anahusika na wizara ya fedha hakuwa tayari kuondosha ushuru katika tende ili Waislamu waweze kupata bidhaa hii Kenya nzima, ambao kwamba zaidi ya milioni 20. Sisi leo hii tunatoa kilio chetu na mwito wetu moja kwa moja kwa Dr. Ruto, rais wa nchi ya Kenya, ya kwamba serikali yako 2023-2024 imeweza kuondosha ushuru katika tende, na tunatarajia na mwaka huu utumie uwezo wako, executive order yako. Waislamu wote hivi sasa Kenya
wanakusikiliza wewe, ili uweze kumwamrisha waziri wa fedha atoe ushuru katika bidhaa ya tende, tuweze kupata tende hii igawanywe. Hii ni tende ya sadaka, na walioleta pia hawakuleta kwamba ni biashara, na wanaopokea hawapokei kwamba ni biashara. Hawa ni watu ambao kwamba wanataka baraka ya Mwenyezi Mungu, sadaka zao wamekusanya na wakaleta tende. Na hapa kuna mashirika maalum ambao kwamba kazi yao ni kusambaza tende hizi katika kaunti 47 za Kenya nzima. Mheshimiwa Rais Dr. Ruto, tunakuomba ya kwamba hili ni jambo la kidini, na wewe tunakuelewa ni mtu unasoma Biblia na unakwenda kanisani mara kwa mara kuonesha wewe pia ni mtu wa ibada. Therefore, bila shaka sisi tuna matumaini utasikia kilio chetu na ushuru utaondoshwa katika hiki kipindi cha muda wiki 2 iliyobakia. Asante. Na labda tukizungumzia tu swala la huo ugavi wa tende, tunakumbuka pia mwaka uliopita tuliona ni kana kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawakuridhishwa na zile tende jinsi zilivyokuwa zinagawiwa pengine jamii ya Waislamu wakati wa Ramadhani. Je, labda msimu huu kuna mipango ipi ya kugawa tende? Kwa hakika kuna mashirika maalum wako na listi na orodha ya vijiji na miji Kenya nzima. Inategemea ile tende iko wingi, imekuja kwa wingi kiasi gani. Mambo kama haya ambapo kwamba yanachelewesha kutolewa ile ushuru, ndio ukaona tende nyingi mwisho meli zinabakia baharini na Ramadhani inatoka. Lakini iwapo tende inakuja kwa wakati unaotakikana na ushuru umeondoshwa, huwa shida kama hiyo hakuna. Wako watu maalum tunaowaamini ambao kwamba wanaifanya kazi hii ya kusambaza bidhaa za tende katika nchi yote ya Kenya. Ile wingi na kidogo inategemea imekuja kiasi gani. Shukrani sana. Wacha tupate sauti ya mwenyekiti hapa. Kwa majina, mimi ni mwenyekiti wa baraza la maimamu nchini Kenya. Majina yangu ni Sheikh Abdalla Ateka. Alivyosema mwenzangu ambaye ni organizing secretary Sheikh Khalifa Muhammad Ali, ni ombi letu, sio tunatoa command, bali ni ombi kwa mkuu wa nchi ambaye ni Rais Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Tunamwomba kwamba zimebaki wiki 2 na mpaka sasa tuko gizani kutokana na barua nani ya waziri wa fedha. Tuko gizani, hatujui tutapata tende au tutapata tende. Na hii tende alivyosema mwenzangu sio ati nakuja Mombasa au na Northeastern, ni kaunti zote 47. Waislamu wanafaidika zaidi ya milioni 20 wanafungua, na hii ni sehemu moja ya ibada ya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo tunasema kwamba ni ombi letu kwa yeye atoe executive order, amwamurishe waziri ili awachilie tende ambayo inakuja kutoka nje kwa ajili ya kupeana misaada kwa wale wasiojiweza. Mbali na tende, tunamwambia serikali yake imekuwa ikisaidia wale maskini kwa chakula cha msaada. Kuna watu wanaweza kufunga kweli, lakini sasa hawana namna ya kula, na ni lazima, manake ni ibada. Hata wenyewe wanafuturisha watu, wanawaita watu Waislamu kuja tukule pamoja na nini. State House tumewahi kwenda, mawaziri wake tumewahi kwenda, Prime Cabinet amalika watu, Musalia Mudavadi tumewahi kwenda kwa ajili ya kufuturisha watu ili wapate baraka za mwezi wa Ramadhani. Tunaomba pia kwa serikali yake tukufu ambao tumeichagua Kenya Kwanza, sasa hii ni broad based government. Hata mambo mzee wetu ambaye ni baba Raila Amolo Odinga anayajua, na sisi tuko Waislamu pia tunamuombea Jumamosi apate ushindi mkubwa ili apate kitu cha AU kuongoza Afrika. Nasema kwamba hawaweze kuona namna serikali pia kupitia wizara ambayo inapeana msaada ya chakula ipeleke chakula katika kaunti zote za Kenya ili kuweza kusaidia wale maskini Waislamu, wale maskini ambao hawajiwezi, na ipitie kwa mikono ambayo ni ya kisawasawa, isiende kupitia kwa mikono ambayo ni ya wanasiasa ambao pia wanaharibu ile sadaka ya kutoka kwa serikali. Kuna maimamu ndio wanajua nani maskini katika msikiti wake na nani ambaye anajiweza. Sasa imamu akipata atajua ni nani ambaye anastahili kupewa hicho chakula. Kwa hiyo naomba kwamba ifike kwa county commissioner wasiliane na maimamu wafike katika huko kwa ofisi
ili wapange mpangilio wa kuwasaidia chakula. Hiyo ndio ombi langu kwa Mheshimiwa Rais. Asante sana. Labda tukimalizia tu, tukiangalia masuala ya usalama, tunajua nyakati za Ramadhani huwa ni muhimu sana kuzingatia masuala ya usalama. Je, hadi kufikia sasa, kama imesalia wiki 2 Ramadhani ianze, mikakati ya usalama, je, mnaona imemirishwa kutosha katika kaunti ya Mombasa? Kwanza usalama ni muhimu. Majina Sheikh Hassan Umar, ni mweka hazina wa baraza la maimamu. Usalama ni muhimu kila wakati, na amani ni neema kubwa miongoni mwa neema za Allah Azza wa Jalla, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, nchi yetu mpaka sasa tuko na amani, na tunamwomba Mwenyezi Mungu adumishe amani hii. Katika mwezi wa Ramadhani tunahitajika usalama zaidi kuliko wakati wote. Kama mnavyojua, ibada nyingi ya Waislamu inafanyika wakati wa usiku. Usiku inafanyika sala ya tarawih, usiku inafanyika sala ya tahajjud, wanawake watoto wanafanya shopping wakati wa usiku. Kwa hivyo tunaomba serikali aweke usalama wa kutosha ili Waislamu waweze kufanya ibada yao bila shida yote, bila taabu yote. Shukrani. Sana. Labda la mwisho kabisa tukimaliza, nikimalizia ni kwamba kwanza majina ni Sadiki Ali, nikifanya na shirika moja la Wood Foundation hapa Mombasa likiwa nashughulikia Kenya nzima. Vile vile naungana na mashekhi zangu kuhusu habari kwanza ya tende. Tunaomba huruma ya rais wetu, kwa sababu muda uliobakia ni mfupi na sisi ndio tunahusika katika kazi kama hizi. Kwa hivyo tunaomba huruma yake ili aweze kusamehe na kutoa ushuru na tende mara moja kutoka kufika katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya. Jambo la pili kuhusu habari ya usalama, serikali kuu ambayo inaongozwa na Rais Ruto, Bwana Ruto, na vile vile zile za county iweke mikakati mikali ya kuweza kuhakikisha kwamba amani inapatikana katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ibada za mwezi wa Ramadhani zinaendelea mpaka masiku ya kuendelea. Yani muda unakuwa ni mrefu mpaka saa 5, wengine saa 6 bado wanaendelea kufanya ibada. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu, zile serikali za county zishirikiane kuweka mikakati katika miji yetu ili amani ipatikane na tufanye ibada kwa makini na tumridhishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukran. Shukran sana. Mana kakiwinjo janeno Maramogi TV magi makukum jotelo mantire eri rugyo dolo kondio hello mideno ni Council of Imams and Preachers of Kenya kagolo pachgi kata kagolo ywak gine piny owacho mondo mi ong'iyane ni sechegi makoro gi korene chako tweyo mar Ramadan mondo mi gine ni piny owacho ne ni ogolonegi ushuru e gino miluongo ni tende kata dho ngere luongo ni dates mondo mi kagitiyo kode to gibed ni ok yud hinyruok ahinya ka bende gikoni kaber to weche mag arita bende gidwani ojiwe. Kaunti ne ma Mombasa to chutho e kindeno mar Ramadan. Kuwuok e kaunti ma Mombasa ne Ramogi TV, nyinga en George Aoko. Joja okero kamana ahinya e studio kaka bende nitie jogo mawacho ni dates kiketnegi usuru ni dates bedo mapek ahinya. Mano Bob Wafula, Rosie, Joyce bowacho ni ok gidani oket usuru, koro gimbe kwa mondo mi okete mondo nengo no bede makare. Agonero kamana ahinya ka intiere kaunti ma Mombasa. Nyakoro mojo maduogo karka kendo okoni ni wadhi nyime kod twak mano kotenore kod wasewuok mano ikruok ne Ramadhan kendo koro sani wito sir ne weche mag wito sir ne riwruoge mopogore opogore. Magi sir mag omenda ma jok moko bende osebedo kaka lalo tich mopogore opogore. Pod antiere kae kod Kevin mabende twak godo achiel kachiel kwa kaunti ma Kisii. Kendo sani nyakura moge jwang wada mana winjo joote joneno no oro ote mopogore opogore. Adani mondo mi akaw ote ariyo adek mantiere karka ka oro ne Kevin kato bangi angwe tulo madhi nyime koda achiel kachiel. Kevin, kuna maswali hapa nitasoma tu kisha utapata fursa ya kujibu kisha baadaye tutamaliza. Ntenga penjo karakani ya ni lini ulipokea taarifa rasmi kwamba kazi yako imekamilika? Ilikuwa ghafla au kulikuwa na onyo la mapema? Haya, mano nyinge Shavin kuwuok kaunti ma Nakuru. Wero kamana ahinya Shavin. Utajibu la Shavin kisha nitakuuliza swali la John. Hata Jonte Oduor from Seme. Anza na la Shavin. Ilikuwa la ghafla ama kuna onyo la mapema ulipata? Asante kwa hiyo swali. Haikuwa ghafla. Naweza sema ya kwamba tuliona dalili, kwa maana ambapo kabla ya rais wa Marekani kuchaguliwa, ambapo nilisema ya kwamba tulikuwa tumepokea yule ambassador wa the United States, the former,
alipokuja hapa Kisii, ndo tukakuwa na kikao, ndo kisha naongelelea katika ile shirika letu, ndo kisha tukaongelea na wale viongozi alikuwa na wao, kwa kwamba proposal yenye tuliandika ya tusome ilikuwa sasa process ya mwisho ambayo ilikuwa ni funding, waeke pesa ndo hiyo program ianze. So wakati niseme ni kujiuzulu, alijiuzulu akaelekea kwao baada ya kura kupigwa. Hapo ndipo mawasiliano yalikatika kabla ya hata onyo kupeanwa, unaona. Kwa maana tungekuwa tukiwasiliana na wale USAID from the Advocate of communication ilikuwa sawa, ambapo unaona kufikia hadi pale unaona ya kwamba imefika process ya mwisho ya funding, hivyo kulikuwa na mawasiliano. Kwa hivyo ile mawasiliano ilikatika baada ya yeye kwenda. Kwa hivyo tukaanza kuwa na tukaanza kujiuliza maswali, unaona, na kisha baada ya wiki 2 ndo tukapata sasa tangazo rasmi kupitia katika zile email zetu. Kwa hivyo kwanza sisi wale viongozi tulijua ya kwamba lingetokea, kwa maana mawasiliano yalikatika mapema hata kabla ya mtukufu Rais Trump kuzungumzia ama mawasiliano kutolewa kwamba huo mswada ama ufadhili umekatishwa. Naam, kuna swali kuna lile swali la pili tafadhali, sikuweza kulisikia vizuri. La Jonte kutoka Seme anasema, je, umejaribu kutafuta kazi nyingine tangu upoteze ajira yako? Umefanikiwa vipi? Ndiyo, tunajaribu vile nilivyozungumzia mara ya kwanza, ni ya kwamba kwa kweli tunataka kupea kipaumbele wale vijana ambao wameadhirika. Unaona, kuna wale vijana ambao walipata kazi ambapo labda hizi programs zenye tunafanya walikuwa wanapata chakula chao cha siku kutoka huko. Na kuangalia vile nilisema mara ya kwanza, vijana hawa wengi tumewapata kutoka zile familia ambazo hazijiwezi. Wengi wametoka zile familia ambapo wazazi wao walikufa. Wengi ni mayatima. Kwa hivyo tumejaribu vile ambavyo nilivyozungumzia, si kwa kivyangu, lakini kwa wale ambao tunaona kwamba wanahitaji msaada sana. Tumeweza kutembea katika mahali tofauti na kuzungumzia wale wenye biashara, wale wenye biashara tofauti, mahoteli, masupermarketi, hardwares, na kuwazungumzia zile emergency needs za wale vijana ambao tunaona kwamba kidogo hali yao itakuwa vizuri kwenda mbele na maweza kufaidika. Na sisi wengine bado Jonte tunang'ang'ana na tunatumainia kwamba mambo itakuwa sawa, lakini wenzetu wale ambao hawajiwezi wakifaulu, kwangu mimi inakuwa ni furaha. Asante sana Kevin. Kuna la mwisho hapa kutoka kwake Lydia Uor, anatazama kiwa Dunga, kaunti ya Kisumu. Anasema jumbe lake linapotea hapa. Je, unahisi serikali au waajiri walipaswa kufanya jambo tofauti kabla ya kusitisha ajira zenu? Na tafadhali kuja tena. Je, samahani, unahisi nikirudia tena, je, unahisi serikali au waajiri walipaswa kufanya jambo tofauti kabla ya kusitisha ajira zenu? Naam, nahisi ya kwamba wangefanya kwanza there is what we call matayarisho ya kifikra ama psychological preparation, muhimu sana. Kwa maana unaona wezi tuma barua ukiambia mtu ya kwamba nimekusimamisha kazi hadi ungoje mawasiliano. Unaona, hiyo ni kitu cha ghafla. Labda mtu alikuwa anatumania kwamba mwezi huu kiisha pesa hizi nataka nifanyie jambo hili na lile, ama kuna vile nilikuwa mimi nimekusudia kufanya mambo yangu. Kwa hivyo kuna kuanga na ile ya kwamba psychological, unatayarisha watu kifikra mapema, kuambia kwamba mambo vile yapo, tumekaa chini, tumezungumzia na tumana kwamba mtupe muda kidogo kisha tusimamishe ufadhili huu. Tukipata mwelekeo mwema ama mwelekeo vile wanaweza kuwa taka, tutarudisha. Yani unapea mtu hata
unampea hata miezi 2 ya kujitayarisha kwanza, kwa maana watu wako na shughuli tofauti, watu wako na fikra tofauti. Kwa hivyo kuambia tu mtu ya kwamba leo kazi yako imeisha kidogo inapokelewa kwa kiuchungu sana. Kwa hivyo nahisi ya kwamba ni vizuri ndio wangefanya jambo tofauti ya kuwatayarisha mapema, ya kwamba miezi 2 kutoka saa hii mambo itakuwa namna hii, ama tumewawacha huu mwezi uishi mkijua kwamba mwezi ujao hakutakuwa na nafasi yenu. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba wangefanya utayarisho wa kifikra mapema. Naam, Victor, tukikaribia kumaliza, Kevin Samani, baada ya hali hii pengine una maono ya kurejea katika kazi ya kuajiriwa, au pengine kutumia taaluma nyingine tofauti, ama uende ujisomee mambo mengine uendelee na kazi zingine, ama ni hofu gani kuu ambalo uko nao wakati huu? Swali zuri sana, asante. Ndio, mambo ni mengi. Unajua kwamba sisi ni vijana, bado tuko na miaka mingi ya kuishi, niseme majaliwa. Kwa hivyo mipango ni mingi. Unaona saizi katika nchi tunaishi sahihi, kutegemea kitu kimoja kidogo inaweza kukalia ngumu. Kwa hivyo pia mimi kama kibinafsi niko na mipango tofauti, na natumainia ya kwamba zitaenda jinsi ambavyo nafikiria na kwa kusaidiwa na Mungu. Kwa hivyo bado nashughulika na bado nafanya vitu mingi kando na mimi kusimamia hizi vikundi, mimi kuwa rais wa vijana wa Kisii. Bado mimi napenda kuhubiri, mimi ni mchungaji. Kwa hivyo bado nazidi kusonga, huku kukikataa tunazidi na kueneza injili. Asante sana Victor. Kevin, wazo lako la mwisho tukimaliza shughuli asubuhi ya leo? Asante. Jambo langu la mwisho la kuhimiza vijana wote, ombi langu kuni ya kwamba tusikufe moyo, tujitie moyo. Hata kama tunaishi wakati ambapo shida zinakuja kigafla, tujitie moyo. Huu si mwisho wetu. Tukue na matayarisho mazuri ya kesho. Tusipoteze maisha yetu saa hii. Hata kama pesa hakuna, hata kama kazi hakuna, tusitumie shortcuts, especially wakati ambao tunaishi. Kama wewe ni msichana, jilinde, usipate mbaba kwa sababu unataka pesa ya haraka. Jilinde maisha yako ili ya kwamba ukaweze kujenga kesho yako. Kama wewe ni kijana pia, usishughulike na kupata pesa haraka kwa njia ya mkato. Kazia, kuwa na maono ya mbele, fanya kazi kwa bidii, tumainie Mungu na maisha yetu itakuwa sawa. Na mwisho kabisa, tusitumiwe vibaya kisiasa. Tuwe vijana ambao tunaishi kwa amani, tunapendana sisi kwa sisi wenyewe. Na kwa kweli tukitaka uongozi uwe jinsi tunavyotaka, ni himizo langu kubwa ya kwamba tushike vitambulisho na tukaweze kushika vitambulisho zetu za kupiga kura, tukaweze kufanya maamuzi ambao ni bora yatakao tujenga sisi kama vijana, si wa Kisii, si wa Nyanza, lakini vijana wote wa Kenya. Na nasema asante sana. Asante sana Kevin kwa kupata fursa pia kwa kuzungumza nasi kama Ramogi TV asubuhi ya leo katika shughuli hii ya kujaribu kutafuta suluhu kama itakuwepo ama mengine. Asante sana, endelea kueneza injili ya matumaini kwa vijana ambao unafanya nao kazi katika kaunti hii ya Kisii. Asante sana. Nyakura mugija mane makelo egiko dakika osekaloka prabich koda adek nata echeno makono marumba koromo kantire ka kod cheno marupin kod bakoromo ukinyi na wanka kod Sharon Ngao kod Joyce Oduor aguniro kamana enya kod jofam bende ma otwak kod ukinyi makawuono Jojuma Jojaoko Chris Owino kod mago bende mane oro ote machal kod manyalo konyo oganda kata manyalo konyo oganda e alworawa aguniro kamana enya kod bedo koda karkawa romuru kendo chema kin chieng' tich adek kawa antiere cheno maru piny kod mbakoro manyinga Cleophas Oluoch jaki sumo kanya kwar mokeo nyaka sango orite masani.